Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio la kulaani mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Ghuba na Jordan. Nyaraka za serikali ya Uingereza zaibua maswali kuhusu uteuzi wa Peter Mandelson kuwa balozi Washington kutokana na uhusiano wake na Jeffrey Epstein. Na leo katika gumzo tunatupia jicho janga la kibinadamu linalozidi kutokota Mashariki ya Kati, ambapo watu takriban 700,000 nchini Lebanon wakikosa makazi na wengine kusalia wakimbizi. Nchi zetu nyingi za Afrika, kwa bahati mbaya, tatizo kubwa la wakimbizi huchangiwa na vita vya wenyewe vya kwenyewe. Lakini ukiangalia eneo kama la Mashariki ya Kati linazalishwa zaidi na uingiliaji wa madola mbalimbali, hasa kwa upande mmoja ni Marekani. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Florian Kaijage. Asante Martha Saranga. Bei za mafuta duniani zimeendelea kuwa juu licha ya tahadhari ya kihistoria iliyofanywa na shirika la kimataifa la nishati, yani International Energy Agency IEA, ya kutoa mapipa milioni 400 mafuta kutoka katika akiba za dharura, na kutajwa kuwa hatua kubwa zaidi na ya aina yake katika historia ya shirika hilo ili kupunguza athari za vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Esther Wambano anaarifu zaidi. Wataalamu wa masoko ya nishati wanasema mafuta yamepanda hata baada ya taarifa hiyo, kwani wasiwasi juu ya usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia Hormuz na uhaba wa uzalishaji kutoka maeneo ya Ghuba ya Uajemi bado uko juu. Kwa mfano, mafuta aina ya Brent yanaendelea kuwa juu kati ya dola za Marekani 90 na 93 kwa pipa, ikionyesha kuwa ongezeko la ugumu wa usambazaji linaweza kuzidi uwezo wa akiba kubwa ya mafuta katika soko. Mkuu wa shirika hilo amesema hatua ya IEA ni kubwa, ya pamoja, ya kitaifa na kimataifa kukabiliana na mtikisiko wa soko. Rais mpya wa mlengo wa kulia wa Chile, Jose Antonio Casti, ameapishwa rasmi. Haya yanatajwa kuwa ni mabadiliko makubwa zaidi ya kuelekea upande wa mrengo wake tangu kumalizika kwa utawala wa kiimra mnamo mwaka 1990. Rais Casti anaunga mkono na Rais Trump wa Marekani na ameahidi kupitisha sera sawa na mwenzake huyo kuhusu uhalifu na uhamiaji. Wakati wa uapisho huo, balozi wa Marekani nchini Chile alisema Chile ilikuwa inaachana na mradi tata wa mtandao wa nyaya na China ambao ulisababisha Washington kuwawekea vikwazo viongozi wakuu wa utawala uliopita. Bunge la Senegal limepitisha muswada mpya wa sheria unaoongeza maradufu kifungo cha miaka 10 jela kwa wapenzi wa jinsi moja na kuharamisha uhamasishaji wa mapenzi ya jinsi moja. Rasimu ya sheria hiyo ilianzishwa na Waziri Mkuu Ousmane Sonko baada ya wimbi la watu kukamatwa mwezi uliopita kutokana na madai ya kuwa na mahusiano ya jinsi moja. Polisi waliwaweka kizuizini wanaume 12, miongoni mwao watu wawili maarufu na mwandishi habari maarufu. Mjadala kuhusu haki za LGBT kwa muda mrefu umezua mvutano nchini Senegal, nchi yenye waumini wengi wa Kiislamu, ambapo baadhi ya makundi ya kihafidhina yanaona wanaharakati na waunga mkono LGBT kuwa ni uingiliaji wa kigeni. Na wanasayansi nchini Canada wamegundua kuwa malkia wa nyuki ana uwezo wa kupumua chini ya maji. Nyuki hawa wanaweka viota vyao ardhini na malkia mpya hulala usingizini wakati wa msimu wa baridi, jambo ambalo linawafanya kuwa hatarini wakati wa mafuriko. Ugunduzi huu unaweza kueleza kuwa ni jinsi gani wadudu hawa wanaweza kuibuka kutoka kwenye maji ya mafuriko na kuanzisha tena makoloni yao wakati wa majira ya kipupwe. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Mwanedo FM Kenya na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linalolaani mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Iran dhidi ya nchi za Ghuba ya Kiarabu pamoja na Jordan. Azimio hilo lililowasilishwa na mataifa ya Ghuba halikutaja mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israel. Azimio hilo pia limelaani jaribio lolote la Tehran kuzuia usafiri wa kimataifa katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. China na Urusi zilijizuia kupiga kura wakati azimio hilo lilipopitishwa.
Esther Luambano anaarifu zaidi. Azimio kinzani lililowasilishwa na Urusi likiungwa mkono na China lililokuwa likitaka kusitishwa kwa mapigano kwa ukamilifu katika eneo la Mashariki ya Kati halikupatwa uungwaji mkono wa kutosha na hivyo kutopitishwa. Wakati huo huo, Iran imeendelea kushambulia maeneo muhimu katika eneo la Ghuba ikipiga maghala ya kuhifadhi mafuta nchini Oman. Awali, meli 3 za kibiashara pia ziliharibiwa katika mashambulizi hayo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amezungumza baada ya upigaji kura. Mashambulizi haya yalikuwa mabaya sana na yalifanywa bila kutambua walengwa, huku Irani ikipiga risasi kila kona, kiasi kwamba mataifa ambayo hapo awali yalikuwa na tofauti kali sana yameungana. Mkakati wa Irani wa kusambaza vurugu umeonekana kuvurugika na kushindwa. Katika hatua nyingine, meli 2 zilizokuwa zimebeba mafuta kutoka Iraq zimeshambuliwa na watu wasiojulikana ndani ya maji ya eneo la Iraq na kusababisha meli zote 2 kushika moto. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa bandari wa Iraq aliyezungumza na shirika la habari la Reuters, anasema mamlaka zimefanikiwa kuwaokoa wafanyakazi 25 wa meli hizo 2. Licha ya juhudi hizo, moto bado unaendelea kuwaka. Ni taarifa yake Esther Luambano. Nyaraka zilizotolewa na serikali ya Uingereza zimeibua upya maswali kuhusu uamuzi wa waziri mkuu Keir Starmer kumteua Peter Mandelson kuwa balozi mjini Washington. Zinaonyesha kuwa aliarifiwa kuhusu ripoti iliyobaini kuwa Mandelson alikuwa na uhusiano wa karibu na mhalifu wa kingono Jeffrey Epstein hata baada ya Epstein kutiwa hatiani kwa vitendo vya unyanyasaji wa kingono. Waziri mwandamizi wa serikali Darren Jones ameliambia bunge kuwa mfumo utaimarishwa. Amid already sour relations between the two countries, Mr. Bozell yesterday addressed a business meeting in the coastal town of Hermanus. Huku uhusiano kati ya nchi hizi mbili ukiwa tayari si mzuri, jana Bwana Bozell alihutubia mkutano wa wafanyabiashara katika mji wa pwani wa Hermanus na kuwasilisha mambo 5 aliyosema Afrika Kusini inapaswa kuyarekebisha. Moja lilihusu mvutano kuhusu wimbo wenye utata Kill the Boer wa enzi za ubaguzi wa rangi, ambao baadhi ya watu walitaka utangazwe kuwa hotuba ya chuki, lakini mahakama ya kikatiba ilizuia hatua hiyo. Bozell alisema kuwa hajali uamuzi wa mahakama, jambo lililoichukiza Afrika Kusini kwa kuonekana kudhalau mfumo wake wa kisheria. Hata hivyo, Bozell alirudi nyuma na kusema yuko tayari kushirikiana na Afrika Kusini kwa njia ya kujenga na kwamba serikali ya Marekani inaheshimu uhuru wa mahakama ya Afrika Kusini. Hata hivyo, hatua hiyo haikumridhisha kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Conservative Kemi Badenoch, ambaye amesema kuwa Keir Starmer anapaswa kutafakari upya kuhusu nafasi yake ya waziri mkuu, na hapa namnukuu: Ninafikiri kwamba hili ni shtaka jingine dhidi ya uwezo wa Keir Starmer kufanya maamuzi sahihi, na uchunguzi wa kina ambao sasa tumeuona pamoja na nyaraka ambazo sasa tumezipata umeonyesha wazi kwamba waziri mkuu hakupaswa kamwe kufanya uamuzi huu. Mashirika ya misaada yanatahadharisha ukame wa muda mrefu umesababisha uhaba mkubwa wa chakula katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Kenya, Somalia, Ethiopia na kaskazini mwa Tanzania. Nchini Kenya kwa mfano, serikali imesema zaidi ya watu milioni 3 wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha juu, hasa katika kaunti za kaskazini mwa nchi hiyo. Uhaba huu wa chakula umewaathiri zaidi watoto na watu wazima, pamoja na mamia ya mifugo ambayo imekufa kwa kukosa maji na malisho ya kutosha. Mwandishi wa BBC Samia Wami ametembelea kaunti ya Turkana, moja ya kaunti zilizoathiriwa na ukame, na kuandaa taarifa ifuatayo. Nilitembelea familia moja, nikakuta wanawake 3 wamekaa chini ya mti wakiponda matunda mwitu. Matunda haya yana rangi ya kahawia na maganda yake ni magumu hivi. Ukubwa wake ni kama kokwa la parachichi. Kawaida matunda haya huliwa na wafugaji wakiwa wanachunga, lakini kwa sababu ya njaa, matunda haya ndio yamekuwa chakula kikuu kwa familia hii na zingine kadhaa kijijini hapa. Tunakula hii mikoma kwa ajili ya njaa. Huyo ni Regina Ewute Lokupu, mmoja wa wanawake niliowakuta wakiponda matunda.
matunda hayo. Chakula hakuna, makampuni yote hakuna, tunakaa tu na njaa hivi. Tunaamua basi kula hii mikwama. Kwa jamii hii ya wafugaji, mifugo si ishara ya utajiri tu, bali ni maisha kabisa. Lakini wengi wamepoteza makumi ya mifugo yao, mbuzi, kondoo na ngamia. Kwa sababu ya ukosefu wa malisho, wanaume wengi wenye nguvu imewabidi sasa kwenda katika nchi za jirani kama vile Uganda na Ethiopia kwenda kutafuta malisho ya mifugo yao. Nimekuja katika ghala ya chakula ya shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya. Hapa nimekuta kuna maofisa wanapakia chakula katika gari tayari kwa ajili ya kupeleka kwa watu ambao wanahitaji zaidi, kama kilomita 160 hivi kutoka hapa. Hali ya ukame imeathiri kipande kikubwa katika kaunti yetu ya Turkana. Rukia Abubakar ni mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti ya Turkana. Anasema mahitaji ni makubwa kuliko chakula kilichopo. Ile chakula ambayo tuko nayo inafikia watu 5,000 kwa 770 ndio tunaendelea nayo. Hatutawafikia wote ambao wameathirika na njaa. Wadau wengine kama shirika la World Vision Kenya na lile la chakula la Umoja wa Mataifa World Food Program au WFP nao wanatoa msaada wa chakula pia kwa familia zilizoathirika. Serikali itaanza kusambaza chakula hivi punde kwa watu na wanyama katika kaunti zilizoathirika zaidi. Wakati mvua zimeanza kunyesha, maafisa wa serikali wanaonya kwamba mvua hizi haziwezi kuleta ahueni mara moja. Jacobo Letosiro ni makamu mkurugenzi wa shirika linalodhibiti ukame nchini Kenya katika kaunti ya Turkana. Kuna watu zaidi ya 300,000 ambao wanahitaji msaada wa chakula ambaye ni ya dharura, na pia katika sehemu mingi ya kaunti baada ya mvua. Huko kijijini bado watu wengi na mifugo yao wataendelea kutegemea matunda mwitu. Unaweza kusema ni ishara ya ustahimilivu, lakini kwa kweli unaweza pia kusema kwamba ni ishara ya kukosa kabisa namna nyingine kwa jamii hii. Naam, asante sana Samia Wami. Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, unasema BBC ninaguswa sana na taarifa hizo. David Shio unasema tupo pamoja. Sharon Esau unasema BBC ni kubwa, tuonesheni hata picha. Mudi Mabegi wa Kariakoo, mtaa wa Nyamwizi, Dar es Salaam, Tanzania, unasema ifike wakati taarifa za huyo Epstein ziangaliwe tena. Asante sana, na muda usiokuwa mrefu tunaelekea viwanjani kwake Florian Kaijage. Asante sana Martha Saranga. Naona wasikilizaji hapo wamekuchangamsha vizuri kabisa. Tuanze na ligi ya mabingwa barani Ulaya ambako michezo ya mkondo wa kwanza hatua ya 16 bora imekamilika usiku wa kuamkia hii leo, huku kukiwa na magoli lukuki ama ya kumwaga katika michezo minne ambayo imechezwa usiku wa kuamkia leo baada ya ile mingine kuchezwa usiku wa kuamkia jana. Mabingwa watetezi PSG ya Ufaransa wakiwa nyumbani wamewaonesha mabingwa mara mbili Chelsea kile kilichomnyoa kanga manyoya kwa kuwapa kichapo cha magoli 5-2. Mabingwa wa kihistoria Real Madrid ya Hispania wakawanyoa Manchester United bila maji kwa magoli 3 bila majibu. Bodo Glimt imeendeleza makali yake na kushangaza ulimwengu wa soka kwa kuwachapa Sporting Lisbon 3-0. Nao Arsenal wakafanikiwa kupata sare ya 1-1 ugenini dhidi ya Leverkusen ya Ujerumani. Michezo ya marudiano ni juma lijalo, Jumanne na Jumatano. Hii leo kuna michezo 16 huko Ulaya, 8 ya Europa League na mingine 8 ya Conference League, yote ya hatua ya 16 bora. Katika tenisi, Cameron Norrie raia wa Uingereza atakutana na mchezaji kinara kwa ubora duniani Carlos Alcaraz katika robo finali katika mashindano ya Indian Wells. Norrie alimshinda Alex de Minaur aliyeshika nafasi ya 6 katika raundi za awali kwa ushindi wa 6-4 na 6-2 dhidi ya nambari 117 Rick Ijkata katika muda wa saa 1 na dakika 16. Baadaye jana Jumatano Alcaraz alimshinda Casper Ruud raia wa Norway aliyeshika nafasi ya 13 kwa ubora kwa 6-1 na 7-6. Katika tetesi za usajili, mlinzi wa Nottingham Forest raia wa Brazil Murilo mwenye umri wa miaka 23 ni mmoja wa walinzi kadhaa kwenye orodha fupi ya Manchester United ya wachezaji wanaotarajiwa kusajiliwa msimu ujao wa kiangazi. Arsenal inazingatia ofa ya kumnunua mlinzi wa pembeni wa Newcastle raia wa England Tino Livramento msimu huu wa kiangazi, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 bado akiwa hajaonesha nia ya kuongeza mkataba wake zaidi ya mwaka 2028. Nao Tottenham Hotspur walio katika hali ngumu
wakijipapatua kuepuka kushuka daraja, itamruhusu mlinda lango wake Antonio Kinski miaka 22 kuondoka katika klabu hiyo kwa mkopo msimu huu ili kujenga upya kujiamini baada ya mchezaji huyu wa kimataifa wa Jamhuri ya Czech kuondolewa dimbani baada ya dakika 17 tu dhidi ya Atletico Madrid siku ya Jumanne, huku timu yake ikiwa nyuma kwa magoli 3-0. Inavunja moyo kweli kweli. Msikilizaji mmoja pale samwambie Kaijagi, kunyolewa ni kunyolewa, haijalishi na maji au la. Ukiwa na maji napunguza maumivu kidogo. Shukrani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio la kulaani mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Kuba na Jordan. Nyaraka za serikali ya Uingereza zaibua maswali kuhusu uteuzi wa Peter Mandelson kuwa balozi Washington kutokana na uhusiano wake na Jeffrey Epstein. Na leo katika gumzo tunatupia jicho janga la kibinadamu linalozidi kutokota Mashariki ya Kati, ambapo watu takriban 700,000 nchini Lebanon wakikosa makazi na wengine kusalia wakimbizi. Hii ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Serikali ya Tanzania imezindua mpango wa kudhibiti ukame wa mwaka 2025 mpaka 2030. Na kama utakumbuka ulivyosikia taarifa yake Samia awali, nimezungumza na Fredi Mwanjali ambaye ni mkurugenzi wa idara ya maafa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu Tanzania, nikitaka kufahamu mashirika ya misaada yamekuwa yakitahadharisha kuhusu ukame katika nchi za Afrika Mashariki. Sasa kwa upande wa Tanzania, hususan maeneo ya kaskazini, hali ipoje ikilinganishwa na miaka ya awali? Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaona hali ya hatari kwa sababu kumekuwa na upungufu wa mvua zimekuwa chache, lakini pia kaskazini sio mara ya kwanza kukumbana na hiyo hali. Ni maeneo ambayo yanakumbwa na ukame mara kwa mara. Kwa tumekuwa na intervention nyingi ambazo zimekuwa zikisupport huko nyuma, kwa sababu yale maeneo watu wengi wanajihusisha sana na shughuli za ufugaji. Wao hawajiweki sana kwenye kilimo. Kwa kunapotokea uhaba wa mvua, mara nyingi wanakumbwa na njaa cha kwanza, lakini pia ikienda mbali wanapata changamoto kwenye mifugo yao na wakati mwingine mifugo inakufa. Kwa sisi kama chama cha Msalaba Mwekundu, wajibu wetu ni kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha, kuwaambia kile kitu ambacho kimesemwa na mamlaka za hali ya hewa. Kwa ni wajibu wetu kutumia wale volunteer walioko kwenye mikoa kutoa hiyo elimu. Ni ripoti zipi za hivi karibuni mlizonazo kuhusu vifo vya mifugo, uhaba wa chakula na upatikanaji wa maji safi hasa kwa binadamu? Katika taifa letu kumekuwa na assessment ambayo inafanywa na ripoti inatoka mwezi wa 12 kila mwaka, ambayo inafanya tathmini ya hali ya uhaba wa chakula na uwepo wa chakula kwa nchi nzima. Kwa ripoti kubwa ambayo tunaitumia ni ile ya Munchali ambayo inatoka kila mwezi wa 12 wa mwaka. Haijalishi kuna uhaba au hakuna uhaba wa chakula. Kufanya hiyo tathmini ambayo inashirikisha wadau wengi, na sisi chama cha Msalaba Mwekundu tukiwa sehemu ya wadau ambao wanashiriki kwenye hilo zoezi la kufanya hiyo tathmini ya hali ya chakula katika taifa. Shirika la Msalaba Mwekundu linashirikiana vipi na serikali katika utekelezaji wa mpango huu, na una tofauti gani na mipango iliyopita katika kukabiliana na majanga haya? Cha kwanza kabisa, sisi ni wadau, ni kisaidizi cha serikali hasa kwenye masuala ya maafa, na serikali ilitushirikisha. Lakini pia utofauti uliopo kati ya miaka ya nyuma na sasa ni kwamba imeweza kuanzisha kamati za kukabiliana na maafa toka ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya taifa kwenye maamuzi na kuchakata mambo yote yanayoendelea na kushare ripoti zote zilizoko kule chini ili kuvuka ngazi ya juu na kwenda mpaka ngazi ya juu. Tunafahamu kwamba ukame hauikabili Tanzania pekee, bali ni janga la kikanda. Kenya, Somalia na Ethiopia. Kuna ushirikiano wowote wa kuvuka mipaka kati ya matawi ya shirika la Msalaba Mwekundu katika nchi hizi ili kudhibiti kuhamahama kwa watu na mifugo kunakosababishwa na ukame? Cha kwanza, kuna mashirikiano makubwa. Sisi kwa kupitia chama chetu
chetu mama cha Msalaba Mwekundu ambacho ni IFRC, ambacho kinaunganisha vyama vyote vya Msalaba Mwekundu duniani, tumekuwa na huu mchakato kwa haya mataifa mengi ya Afrika ambayo yanakumbana na huo mzozo. Tumeshaanza majadiliano ambayo yanatazama huu mchakato wa upungufu wa chakula na uhaba wa chakula na ukame ambao unaendelea. Kutakuwa na vikao ambazo vinaunganisha ni namna gani tutaweza kukusanya rasilimali kuhakikisha tunaweza kusaidia haya mataifa yetu yaliyoko kwenye hizi nchi za Afrika ambazo zinakabiliana na hiyo hali. Ni Fredi Mwanjali ambaye ni mkurugenzi wa idara ya maafa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu nchini Tanzania. Leo katika Gumzo msikilizaji, tunatupia jicho janga la kibinadamu linalozidi kutukuta Mashariki ya Kati, ambapo watu takriban 700,000 nchini Lebanon wameachwa bila makazi na wengine kusalia wakimbizi. Je, Mashariki ya Kati ina uwezo wa kuhimili janga hili la kibinadamu? Nimezungumza na mwandishi wa habari Remi Mbelechi aliyekuwa mstari wa mbele katika vita nchini DRC na mchambuzi wa siasa Abdul Fattah Musa. Yeye alishuhudia vita nchini Iran na baadaye kutoroka. Mimi nimeishi Iran kwa zaidi ya miaka 20. Nimeishi muda mrefu na kimsingi mimi nimefanya kazi kule katika idhaa ya Kiswahili ya Radio Iran, na nilikuwa nachukua likizo yangu ya kikazi, lakini kwa bahati mbaya ikaingiliana na huu msukosuko wa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vilitokea takriban wiki moja kabla ya safari yangu. Balozi wetu nchini Uturuki ndio ambao ulichukua hatua kubwa sana za kutusaidia sisi wa Tanzania ambao tuko kule, wakiwemo wanafunzi wanasoma katika vyuo mbalimbali, tukaweza kuondoka Iran kupitia mpaka wa ardhini wa Uturuki. Swala la idadi ya wakimbizi linakuwa tatizo. Unapoona idadi hii ya watu kama 700,000 wakikimbia Lebanon, unahisi ni kosa gani la kidiplomasia ambalo ulimwengu unarudia? Mimi naliangalia katika mtazamo zaidi wa chanzo chake. Kufeli kwa hatua za kidiplomasia katika matatizo ya wakimbizi ni chanzo kinachosababishwa na ima vita vya wenyewe kwa wenyewe vya uchu wa kuwania madaraka vinavyotokea katika nchi mbalimbali. Na kwa mfano katika nchi zetu nyingi za Afrika, kwa bahati mbaya, tatizo kubwa la wakimbizi huchangiwa na vita vya wenyewe vya wenyewe. Lakini ukiangalia eneo kama la Mashariki ya Kati, tatizo la wakimbizi linazalishwa zaidi na uingiliaji wa madola mbalimbali, hasa kwa upande mmoja ni Marekani na upande mwingine ni uingiliaji wa kijeshi unaofanywa na Israel katika mataifa hayo. Utakumbuka kwamba mgogoro wa miaka zaidi ya 10 wa Syria ulizalisha mamilioni ya wakimbizi wakiwa ndani na nje. Bwana Remi, wewe umekuwa ukifuatilia na hata kushughulikia mizozo mikubwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako mamilioni wamepoteza makazi. Changamoto kubwa mnayoshuhudia ni ipi kwa wakimbizi? Baada ya kusikia mtazamo wake Abdul Fattah. Ndiyo dada Martha, sisi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusema kweli toka mwaka jana, yani changamoto ni nyingi sana ambazo tunazozipitia. Na sasa hivi takwimu ambazo tunazo sasa hivi Kongo toka mwaka jana mwaka 2025 ni zaidi ya watu milioni 6.9. Hawa ni wakimbizi wa ndani au watu ambao walipoteza makazi yao hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hao watu milioni 6.9 kusema kweli wengi wametapakaa hususan kwenye mipaka, kwenye mikoa ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na mkoa wa Ituri. Ni takriban zaidi ya watu milioni 5 ndo wakimbizi wa ndani au watu ambao wamepoteza makazi zao. Hapa tarafani Fizi, Uvira na Mwenga, sehemu ambapo sisi tupo, kuanza mwezi wa 12 mwaka 2025 hadi leo mwezi wa 3, tuna takriban zaidi ya watu milioni 1.5 ambao ni wakimbizi wa ndani ambao hawana chakula, hawana maji, hawana matibabu, yani kupata dawa ni vigumu. Na hususan kitu ambacho kinachosumbua sana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kufuatana na wafanyakazi wa haki za binadamu au wafanyakazi wa mashirika za binadamu hawana uhuru wa kutembea, hawana uhuru wa kutoka upande huu kwenda upande huu. Mfano nikikunaweza kuambia hapa ambapo tupo sisi, tupo kwenye himaya ambayo ipo chini ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata kama mkisikia kwamba huko Minembwe watu wakiwa wanateseka, au wafanyakazi wa mashirika hawezi kutoka huku kwenda huku kwa sababu ni shamba la vita. Ni jukumu la nani kuhakikisha kwamba watu hawa wanasaidika na hali ya mambo inakuwa sawa, ikiwemo huduma za
kibinadamu, usalama wao na vitu kama hivyo? Kwa mimi naweza kusema kwamba ni jukumu la viongozi kwanza wa serikali. Yana maana kwa sababu hakuna jinsi Uvira aidha Baraka huwezi kutoka hapa kwenda tuseme Luvungi, ambapo Luvungi ipo chini ya wahasi wa M23 unaweza kwenda ukapelekea watu msaada. Na kuhusu hapo njiani, yani kutoka upande huu kwenda upande mwingine, nani unaweza kupotelea hapo, wala watu hawaheshimu kwamba huyu ni mfanyakazi wa haki za binadamu au vipi, au yani unasikia hata ukiwa mtu mfanyakazi wa haki za binadamu unatukiwa malawama, unaweza ukastakiwa vitu ambavyo wewe hauwezi kufanyi, wewe ni muasi. Mnaona kwamba ni nini hasa kinaweza kufanyika ili kuweza kumudu idadi hii kubwa ya wakimbizi? Hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa hapo ni mashirika au wafadhili waone jinsi gani ya kuwasaidia yale makazi kwenye maeneo kama haya, ili wapate kufika maeneo yoyote na ambapo kunaweza ambapo watu wanahitaji msaada. Kwa sababu tatizo la kwanza, kama nilivyokuambia, tatizo la kwanza ni usalama mdogo ambao au wapi uhuru wale wafanyakazi wa mashirika za haki za binadamu kufika hizo eneo. Pia ni pesa au uwezo au pesa, yani ule uwezo wa wao kwenda kuwasaidia. Unaweza kuwa na moyo ukasema tunje ukasaidia watu ambao sehemu fulani, ila je, mtaenda kuwasaidia na nini? Dawa itatoka wapi? Chakula kitatoka wapi? Kwa hiyo serikali, Umoja wa Mataifa, tuweze tukaomba serikali na Umoja wa Mataifa, mashirika ya kibinadamu ambayo na dunia nzima waje waangalie jinsi gani wanaweza kusaidia watu. Pia sheria za kimataifa zinatakiwa zisimame, kwa sababu hiyo wahasi, hiyo jeshi la serikali hawataki kusimama na kuheshimu sheria za kimataifa. Ngoja tumsikie Abdul Fattah naye analitazama vipi hilo. Abdul Fattah, kwa upande wako. Alivyoashiria Bwana Remi, swala la msingi kwanza linalohitajika ni bajeti ya kufadhili misaada kwa wakimbizi wanaoathirika katika nchi mbalimbali. Kwa muda mrefu sasa kumekuwa na kilio kupitia Umoja wa Mataifa kwamba suala la michango mbalimbali ambayo imekuwa ikitolewa ya kufadhili misaada, bali hata karibuni tumemsikia Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akilalamikia suala hata la kuweza kukidhiwa michango ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Tunajua kwamba kwa mfano serikali ya Marekani tangu Rais Donald Trump amerudi tena madarakani kwa mara ya pili, amekuwa kibana misaada ambayo Marekani ilikuwa ikitoa au katika taasisi mbalimbali au mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa. Hili kwa kiwango kikubwa limedhoofisha kiwango cha misaada ambayo jamii ya kimataifa au wafadhili wa kimataifa wamekuwa wakitoa kusaidia matatizo ya wakimbizi katika nchi mbalimbali. Mnaona matumaini yakipatikana hivi karibuni, jitihada zozote zinazofanyika zinakidhi? Kuna matumaini ambao wananchi wa Kongo walipata tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2025, ambapo wakati mikataba ilisainiwa huko Marekani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, wananchi wakasema labda kweli tunakwenda kupata amani, na sasa hivi usalama unazidi kuwa mdogo na wala hata mikataba yenyewe, yani watu hawaheshimu mikataba yao, vita vinazidi kuendelea na watu wanashindwa kupata, wamepoteza kabisa matumaini ya amani. Matumaini ni madogo Bimatha. Yani tukiangalia uhalisia wa mambo, kwa masikitiko ni kwamba pamoja na kufikiwa makubaliano mbalimbali ya kusimamisha vita na mapigano katika migogoro inayoshuhudiwa katika pembe mbalimbali za dunia, lakini bado suala la watu kujali amani, kujali maisha ya raia wa kawaida, hasa wanawake na watoto ambao ndio wafungwa wakubwa zaidi katika migogoro hii ya kivita ambayo inapelekea kuzaa wakimbizi. Lakini hadi sasa si nchi ambazo zinafikia makubaliano hayo, ima pande zote mbili, makundi ya waasi na serikali zinazoheshimu makubaliano hayo au upande mmoja kuheshimu makubaliano hayo. Ni Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa, na Remi Mbelechile kwa mstari wa mbele, na mwanahabari kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mudi Jongo. Asante sana kutoka Dar es Salaam. Saidi Abdalla unasema hata hivyo Man City ni tofauti na Man U. David Lewis na Justin Wambura kutoka Tarime, asanteni sana. Unaweza kutembelea tovuti ya BBC Swahili, hapa taarifa ziko nyingi kabisa. Mlango bahari wa Hormuz, nini kitatokea Iran ikifunga njia ya usafirishaji mafuta? Tayari tumekuchapishia hapo, ingia ukasome mwenyewe. Lakini nyingine, jeshi la Marekani lasema limezishambulia meli 16 za Iran zinazotega mabomu Hormuz. Nyingine hapa, Rais Samia amewasili mtoto mchanga aliyetelekezwa Nzega. Haya, shukrani kwako msikilizaji kwa kutegea sikio. Matangazo haya asubuhi yamehaririwa na Florian Kaijage, mitamboni ni Esther Luambano, nami ni Martha Saranga, na kutakia asubuhi njema. Usikose matangazo yetu ya jioni, Dira ya Dunia, saa 12:30 Afrika Mashariki. Asante.